wanafunzi wanaposali wajue ya kwamba wanasali maombi yao yaende kwa Baba ambaye ndiye anawapa mahitaji yao yote. Yeye anaurithi tayari huko kule mbinguni kwa ajili ya watoto wake. Baba huyu ni baba mzuri. Haleluya. Ukimuita anakupa urithi, ukimuita anakupa nguvu, maana ni baba mzuri, ni baba mwenye hekima, ni baba mwenye mamlaka, ni baba aliye hai, baba asiyeshindwa na lolote. Ana nguvu kuliko mababa wote, ana mali kuliko mababa wote. Ukimwamini na ukipeleka maombi yako kwake, hakika unapata urithi wako sawa sawa na vile ambavyo Mungu mwenyewe anakuwa amekusudia. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, fundisho la kwanza la sala ya Bwana. Fundisho la pili au jambo la pili, jina lako litukuzwe. Angalia huu mtiririko jinsi unavyokwenda. Jina lako. Jina la nani? Jina la Baba yule ambaye tumemtaja katika mstari ule au katika sehemu ya kwanza. Yesu anamwambia jina lako litukuzwe. Mnaposali semeni Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Hii inamaanisha nini? Yesu alifundisha kwamba wanapomuomba Mungu ni lazima Mungu asifiwe na jina lake liheshimiwe duniani kote. Ule mstari wa 9b tunaweza tukaona. Mstari wa 9b, jina lako litukuzwe. Hapa maana yake ni nini mpendwa wangu nisikilize? Tunapoomba au lolote tunalolifanya, ikiwa mojawapo na maombi, lolote tunaloliwaza, lolote tunalolitenda, sharti limpe Mungu utukufu. Mtukuze Mungu kwa matendo yako, kwa maneno yako, kwa tabia, kwa imani yako. Acha Mungu atukuzwe. Usitukuze maisha yako mwenyewe. Yesu anajenga msingi hapa kwamba mtukuzeni Baba wa mbinguni. Ndiye anayewapa uhai. Mtu anayejua ya kwamba Mungu wa mbinguni ndiye chanzo cha maisha yake, atamtukuza, atamsifu, atamuinua, atamsifu, na lolote ambalo utafanya utukufu unamrudia nani? Mungu daima. Tuko pamoja? Chochote unachofanya mtukuze Mungu. Sehemu nyingine ya Biblia tunasoma katika waraka wa Petro, anasema mnapoishi maisha matakatifu na mambo kama hayo, anasema matendo yenu yapate kufanya nini? Yaani watu wanapotazama matendo yenu wamtukuze nani? Mungu. Wasimtukuze mtumishi. Leo hii si ajabu sana kuona watumishi wanatukuzwa kuliko Mungu aliyewaita. Na tumechukua sana utukufu wa Mungu. Mojawapo ya mambo ambayo Mungu anakasirika sana kwa mwanadamu anapoyapokea ni ule utukufu. Kuna kisa katika Matendo ya Mitume. Mtu mmoja mfalme alikaa kwenye kiti chake cha kifalme na watu wakapiga kelele, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mtu mkuu, Mungu, wewe ni uweza wa Mungu. Na yeye akakubali zile sifa. Biblia inasema alipigwa. Alipigwa kwa nini? Kwa chango, wadudu. Hapo hebu fikiria. Hapo Mungu akaruhusu wadudu wakamwingia, alafu akafa. Kwa sababu tu alichukua utukufu wa Mungu. Kwa hiyo jihadhari sana katika maisha yako. Ndio maana sehemu nyingine ya Biblia inatuambia ya kwamba lolote unalolifanya tulifanye kwa jina la nani? La Mungu, au kwa jina la Kristo. Na unapofanya kazi yoyote ile, sema mimi ni mtumishi tu niliyefanya, wala sistahili, utukufu arudishiwe nani? Mungu. Hapa ninaongea na watu ambao tunaathirika sana na maisha haya.
na tunajikuta tunachukua utukufu wa Mungu. Jamani, ni hatari mno. Katika mafundisho ya uongozi kunasema kuna mambo matatu yanayoangusha watumishi. Jambo la kwanza ni hilo utukufu, kubeba utukufu wa Mungu. Jambo la pili ni kupenda fedha, kama tunavyosoma katika Waebrania 13:5 kwamba msiwe na tabia kupenda fedha. Lakini jambo la tatu ni mambo ya uasherati na uzinzi. Na hayo ni mambo ambayo yameangusha sana watumishi wa Mungu. Muombe Mungu, nami namuomba Mungu hayo mambo yasiniangushe. Nisichukue utukufu wa Mungu. Kweli nafanya huduma, ni kweli nafanya kazi ya Mungu, lakini nijitahidi sana kuzuia. Usichukue utukufu wa Mungu. Watu wanataka wakunyenyekee, watu wakubebe. Kuna mhubiri mmoja tuliona kwenye mitandao, yeye hatembei kwenye ardhi, anabebwa na watu. Anasema sitembei kwenye ardhi hii ambayo ina dhambi, ardhi yenye laana. Kwa hiyo anabebwa na wanaume, watumishi 4 wanambeba mpaka wanampeleka kanisani. Huku ni kubeba utukufu wa Mungu. Wewe ni mwanadamu, ni mavumbi tu, huna lolote nje ya Kristo, huna lolote. Kwa hiyo nachotaka nizungumze, wapendwa wangu, lazima unapokuwa unamtumikia Mungu, ikiwa ni pamoja na huduma mbalimbali, lazima jina la Kristo litukuzwe. Mwinue Mungu kwa tabia yako, mwinue Mungu kwa matendo yako. Jina lake litukuzwe, sio jina lako litukuzwe. Sasa hivi unasikia neno hili linazungumzwa, hii madhabahu ya Mungu wa hapa, madhabahu ya Mungu wa fulani, madhabahu Mungu wa fulani, Mungu wa fulani. Okay, tunaweza tukasema hivyo, lakini jamani, hebu tujihadhari sana 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 sana. Jitahidi sana kuelewa hiki ninachokisema. Kwa hiyo Yesu anafundisha, anawaambia jina lako litukuzwe. Mungu anatukuzwa. Katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 na wa 21 tunaambiwa kwamba basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuombayo au tuwazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Atukuzwe katika kanisa kwa kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo unaona, lazima Mungu atukuzwe katika maisha yako, nyumba yako, gari ulilo nalo, chochote ulicho nacho, huduma ulio nayo. Hakikisha Mungu anapata utukufu hapo. Usichukue utukufu, usijiinue. Wewe ni nani? Ni mtu mdogo sana. Maisha yangu na ya kwako nje ya Kristo ni kama sisimizi ambaye naweza nikamkanyaga tu hapa, nikabonyeza tu hivi, alafu ameshakufa. Sasa na sisi binadamu tuna nini? Unajitutumua, unaonekana mbabe, unataka watu wakupigie magoti, wakulambe miguu. Yote hii ya nini? Acha Mungu atukuzwe katika maisha yako. Umepata watoto, sema ni Mungu tu, ni Yesu tu. Wakikuuliza kijana wangu pale, hongera kwa kuhitimu, ni Yesu tu aliyekufikisha hapo, ni Yesu tu. Tuna dada yetu hapo yuko chuo kikuu, ni Yesu tu aliyekufikisha hapo. Ukiulizwa wewe kujaje huku UDOM, sema ni Yesu tu aliyenileta huku. Umejengaje hii nyumba? Wapendwa, ni Yesu tu. Umenunuaje hili gari? Jamani, ni Yesu tu amenipa hili gari. Hivyo ukisema hivyo, Mungu anafurahi, Mungu anafurahi. Huduma hii, ongea mtumishi, unafanya huduma kubwa, ni Yesu tu anayeniwezesha. Mimi sio kitu chochote, mimi ni chombo cha Bwana. Nimeandaliwa ili nipate kufanya kila kazi iliyo njema. Kwa hiyo nimefanya kwa nafasi yangu, lakini utukufu umrudie nani? Mungu. Jitahidi sana kulielewa hilo. Turn glory unto the Lord. He is the one who has given us everything. Kwa hiyo unatakiwa wewe umuinue. Tuko pamoja? Tusichukue utukufu wa Mungu. Sisi tu watenda kazi tu. Lolote tunalofanya, tunalosema, tunalowaza, sharti limtukuze Mungu. Jambo la 3,
ufalme wako uje. Mstari wa 10a. Tumeambia ule mstari samani, bado ni ule mstari wa 9. Mstari wa 9 tunamalizia. Mstari wa 9. Sema ufalme wako uje. Tuseme tena. Tena. Hapa Yesu alikuwa anafundisha nini? Ufalme ni nini? Ufalme ni mamlaka. Ni eneo la utawala analokuwa nalo mfalme. Kabla ya kuja kwa wakoloni katika mataifa yetu ya Afrika na sehemu zingine za dunia, mataifa ambayo yalitawaliwa na mataifa mengine, kulikuwa na watawala wa asili. Hawa watawala wa asili au wa kienyeji au wa jadi walikuwa na falme zao. Walikuwa na maeneo yao ya kiutawala, zinaitwa dola au himaya. Unakuta eneo hili la Dar es Salaam au eneo la Pwani kulikuwa na watu maarufu sana. Cheo cha mtawala walikuwa masultani au mamwinyi. Kuanzia Tanga, Pangani kule tunateremka mpaka Lindi, mpaka Zanzibar, tunawakuta walikuwa ni mamwinyi. Lakini ukienda pale Tabora tunamkuta Mtemi Isike na Mirambo, ndio walikuwa wanatawala Tabora, maeneo ya Unyanyembe huko na Urambo. Lakini ukienda pale Singida tunamkuta Mtemi Liti. Huyu alikuwa ni mwanamke shujaa kweli kweli. Mtemi Liti Kidanka aliwasumbua wazungu mpaka tu aliposalitiwa baadaye na watu wake. Tukiteremka Iringa pale tunamkuta nani wapendwa? Chifu Mkwawa alikuwa na eneo kubwa, akianzia mpakani mwa Dodoma kwenda eneo lile lote Iringa kule. Akatawala kwa nguvu, akawapiga Wajerumani kwa mara ya kwanza. Takriban maaskari 300 wakalamba udongo, akiwemo na kamanda wao anaitwa Zelensky. Wakarudi Ulaya, Wajerumani wakajiandaa, wakaja, ndio baadaye wakamshambulia kwa nguvu sana. Na Mkwawa anasema mwezi mkaniua ninyi wazungu, akajiua mwenyewe. Alikuwa anaheshimika Mkwawa. Tukienda huko kwa Wayao wa Lindi kidogo na kule Songea tunawakuta watawala wa kule. Sasa ninasema haya ni kueleza habari za ufalme. Sasa Yesu anafundisha, anasema ufalme wako uje. Ufalme manake ni utawala wa Mungu. Kwa hiyo mnaposema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako uje. Haleluya. Haleluya. Tayari ufalme wa Mungu umeshakuja. Usiseme tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. La hasha. Injili ya namna hiyo imeshapitwa na wakati. Sasa hivi tunawaalika watu waingie kwenye ufalme. Maana Yesu alileta ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wakati ule Yesu anaanza huduma, ndio ufalme ulikuwa unakuja. Sawa sawa? Ndio ufalme alikuwa ana-establish ufalme wa Mungu, utawala wa Mungu. Na zaidi ya yote Yesu anaendelea kufundisha mbele. Anasema hivi, mtu asiwaambie sijui ufalme wa Mungu uko wapi, uko wapi, uko wapi. Anawaambia ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Kwa hiyo sasa hivi wewe una ufalme wa Mungu ndani. Ndio maana ukisema pepo toka kwa jina la Yesu, anatoka huyo pepo. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka ya Mungu iko ndani yako. Tunaweza kufanya mambo makubwa kwa sababu iko nguvu ya Mungu isiyoshindwa na lolote. Iko mamlaka ya Mungu isiyoshindwa na lolote. Hata kansa inaondoka, uvimbe unaondoka, kwa sababu kuna ufalme ndani yangu. Haleluya. Na hiyo nguvu ya ufalme hata mchana wa leo ninatamka ya kwamba ingie ndani yako, ilete uzima, ilete uponyaji, ilete mamlaka ya kuondoa kansa, kuondoa uvimbe, kuondoa kifafa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Hiyo ndio nguvu tunayosema ufalme. Wakati wa kina Chifu Mkwawa, nani alikuwa anaweza kuleta maneno? Wewe hujasoma historia. Sisi tunaosoma historia ndio tunajua. Walikuwa wanamiliki ardhi, walikuwa wanamiliki watu, wanamiliki dhahabu, wanamiliki wanyama. Huo ndio walikuwa utajiri, mambo kama manne. Lakini walikuwa na jeshi imara, mpaka wazungu wanagwaya.
Lakini wale watawala wengine wa kienyeji waliokuwa wanajaribu kwenda kupigana nao, vita ilikuwa kali. Ndiyo maana nataka niwaambie wapendwa wangu, ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako, hakuna kitakachokutisha, hakuna nguvu itakayokushinda, hakuna pepo atakayokushinda, hakuna chochote kitakushinda, maana tunashinda na zaidi ya kushinda kupitia mamlaka ya Yesu Kristo, kupitia uweza wa Yesu Kristo. Maana Biblia inasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako, usiogope. Haleluya! Hatuna haja ya kuogopa. Tunaye Mungu aliye hai, tunaye Mungu anayejibu. Ni Baba yetu aliye mbinguni, anayejua kuamka kwako, anayejua kulala kwako. Ukiwa na ufalme ndani huogopi. Hata mijusi wangekimbia ndani ya nyumba, tena wewe ndio kwanza unalala. Una shida gani? Sasa Baba yuko mbinguni, anakuangalia wewe, alafu unaogopa nini? Bundi, kuna watu wanaogopa. Yaani bundi akianza mtu anafunga nyumba na watoto anaondoka. Na bundi hana kelele sana, utasikia tu Kuna watu hizo imani anakuambia, yani mtaa wenye bundi ni mtaa mbaya. Nakimbia bundi. Una mamlaka, unaweza kuhamisha. Unaweza kuhamisha. Kuna somo nafundisha la viwango vya imani. Kama wale mmepita kwenye mitandao mmeona. Ngazi 5 za imani. Kuna imani ya chini kabisa inaitwa imani, ngazi ya kwanza, imani dhaifu, imani ndogo. Imani ndogo au imani haba, lakini kuna imani dhaifu. Ngazi ya pili, ngazi ya 3 kuna imani kubwa. Na ile ngazi ya mwisho kabisa inaitwa imani timilifu. Sasa angalau asiwe na imani kubwa kama ya mwanamke Mkanani. Yesu anajaribu kumpa changamoto kwamba chakula cha watoto siwezi kuwapa nini? Mbwa. Lakini mama yule akasema hapana. Akang'ang'ania ile kwa imani kubwa. Yesu akasema wewe una imani kubwa. Ikawa hivyo kwako. Na msichana wake au binti yake akapona saa ile ile. Sasa nachotaka niseme ni nini? Kwamba tunapoomba katika maisha yetu hata kama hutaisali hii sala, lakini nimekwambia wewe kama Mkristo unapoingia kwenye maombi yoyote yale, elewa ya kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yako. Na kama ufalme uko ndani yako, ni mamlaka inayovunja na kuharibu mipango yote ya Shetani katika eneo lilopo na katika maisha yako. Usiogope. Ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu ndani yako. Tuko pamoja? Kwa hiyo tunaomba kwamba utawala wa Mungu ambao umeshakuja kwa sisi sasa hivi, tunaomba kwamba utawala wa Mungu uendelee kudhihirika na kutenda kazi duniani na mioyoni mwetu. Jambo la 4, mapenzi yako yatimizwe. Yesu anaendelea kuwafundisha. Anawaambia mapenzi yako yatimizwe. Mnaposali semeni hivyo: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Mstari wa 10a. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipungie mkono mpendo wangu. Piga makofi kwa Yesu. Shangilia Yesu, mshangilie Yesu. Haleluya, haleluya.